vingi vya kuweza kuzingatia. Kitu cha kwanza cha kuweza kuzingatia ni kuwa na ulaji sahihi, lishe sahihi, kuzingatia lishe yako, vyakula unavyokula, kuepukana kabisa na vyakula vya sukari, mafuta, wanga kwa wingi. Zaidi ni kutumia matunda, mboga kwa wingi, kunywa maji mengi, kupata muda wa kupumzika. Pia inasaidia sana kuweza kuboresha afya yako ya uzazi ama kubadilisha mtindo wako mzima wa maisha. Kwa hiyo vitu kama hivyo ni vya kuzingatia. Lakini pia unaweza tukapata muda wa kupumzika zaidi, hasa masaa ya usiku. Ni mazuri zaidi kulala masaa yasiyopungua 8 kwa usiku, ili mwili uweze kujibuild wenyewe na kuweza kurudisha ile hali ya uzazi katika hali yake ya kawaida. Kwamba watu wengi sasa hivi tumekuwa busy sana na utafutaji, mpaka unajikuta unalala saa 6, unaamka saa 11. Hebu imagine hapo ni masaa mangapi tu? Masaa 5 tu. Kwa mwili haujaweza kupumzika vya kutosha, unachoka, mwili unafikiria, unachoka. Kwa tuupe mwili muda wa kupumzika, tuupe mapumziko. Mwisho wa siku mambo yatakuwa sawa. Lakini kitu kingine cha kuzingatia ni kuboresha afya yako ya uzazi. Kuboresha afya yako ya uzazi. Utaboreshaje afya yako ya uzazi? Ni kwa kutumia supplement, virutubisho lishe. Hapa ndo inapokuja matumizi sahihi ya folic acid ama hizo prenatal ama preconception supplement ama prenatals, zote zenye mchanganyiko wa folic acid, zinc na other minerals na vitamins zinazohusika kwenye masuala ya uzazi, bila kusahau omega 3 pia ni muhimu. Kwa hiyo supplement ni muhimu kutumia. Tunasema na at least utumie miezi 3 mfululizo ili kuweza kupata matokeo ya haraka ya kushika ujauzito. Kwa hiyo unaweza kutumia miezi 3 mpaka 6 kwa mtu ambaye ana changamoto ya muda mrefu, umekaa miaka 5 hujawahi kubeba ujauzito. Kwa hiyo kutumia supplement kwa muda mrefu pia inasaidia kuweza kurestore mwili wako kurudi kwenye ile normal state ya uzazi. Kwa hiyo unaweza kutumia miezi 3 ama mpaka 6, inategemeana na ukubwa wa tatizo lako ama umekaa nalo kwa muda gani, kwa sababu tukumbuke virutubisho sio dawa. Virutubisho lishe ni vile vinaenda kukusaidia mbadala wa chakula, vinaweza kukusaidia kurestore mwili wako na kubuild kurudi kwenye natural state ya kuweza kuconceive normally. Hiyo ndo maana halisi ya kuweza kuboresha mfumo wako wa uzazi. Lakini pia swala lingine tunaweza tukafanya ukatafuta hospitali ambazo au clinics zinazofanya matibabu ya ugumba kwa kutumia njia za kisasa ambazo ni IVF, kupandikiza na vitu vingine. Kwa hiyo unaweza ukatafuta hiyo mtaalamu, ukaenda akakusikiliza, mwisho siku mkafanya maamuzi. Kama ni kupandikisha imeshindikana kabisa vitu vyote kuconceive naturally, unatafuta msaada ama clinic, mnaenda unafanya appointment, anakusikiliza, mwisho siku anakufanyia vipimo, IVF inafanikiwa, unapata mtoto. Lakini cha mwisho cha kukushauri ni kwamba mshirikishe Mungu. Tumshirikishe Mungu katika hustling zote tunazofanya za kutafuta watoto. Tumshirikishe Mungu. Anajua changamoto yako, ugumba muda mfupi, ugumba muda mrefu, mlilie, kwa sababu tunasema Mungu ni Mungu asiyeshindwa lolote. Nani analeta haja zake mezani kwa kupiga goti na kuomba kwa uaminifu na Mungu asimsikie? Sisi tunaamini, tunafanya kazi kwa imani. Kwa tunaamini Mungu wetu ni mwaminifu na atatusikia kwa kile tutakachokiomba. Kwa tusisite kumshirikisha Mungu, tukiomba pamoja kama wanafamilia, kama wanandoa, itapendeza zaidi na Mwenyezi Mungu ataweza kutujibu sasa na mapenzi yake. Kwa hayo ndio mambo ya msingi ambao unaweza ukayatumia kuweza kurahisisha safari yako ya ugumba na kuweza kushika ujauzito na kupata mtoto. Yes, of course. La mwisho naweza nikatoa neno la matumaini. Ugumba sio kwamba ndio mwisho wa safari yako ya maisha. Kuwa mgumba sio kwamba ndio safari yako ndio mwisho wako wa safari yako ya maisha hapa duniani. Inawezekana ndio kipimo Mungu alichokupa wewe utakipitia ugumba, utapata mtoto katika safari yako hapa duniani. Lakini usiache kuishi maisha yako, usione aibu, kaishi maisha ya mawazo, ya manuniko, ya malalamiko, mimi sijapata mtoto, sijafanya nini, ukawa unajichukia mwenyewe, yani hutamani sasa hata kuishi kwa sababu tu huna mtoto. Nikwambie tu kuna watu wana watoto
lakini leo wanalia. Hao watoto wamegeuka kuwa miba ya kuwachoma, na waliwatamani sana na wakajifungua. Kwa hiyo wewe kukosa mtoto kwa muda huu haimaanishi kwamba ndo safari yako ya maisha imeishia hapa duniani. Bado tunalo tumaini. Kuna mama amehangaika miaka 10, lakini mwisho wa siku mwaka wa 11 amekuja kubeba mimba na kujifungua mtoto wake mzuri, na leo yupo mpaka leo na akaendelea kubeba. Kwa hiyo ni swala la muda. Tuwe wavumilivu katika kuanza. Na katika hii safari ya utafutaji wa mtoto, naomba tuwe na consistency. Unapopata mtaalamu amekuguide, msikilize. Fata kile anachokuambia. Kama ni supplement amekwambia tumia kwa miezi 3, tumia kwa miezi 6. Tumia tu. Mwisho wa siku teni ukishamaliza tunaacha sasa mwili wenyewe unaweza kudegenerate, unajirestore. Mwisho wa siku na conceive naturally bila hata kutumia dawa zile za ugumba. Tusikimbilie tu kutumia dawa za ugumba bila kuanza na utengeneza mwili kuweza kuconceive naturally, kwa sababu ukishaanza kukimbilia dawa za ugumba utakuwa dependent. Utakuwa kila ukitaka unatamani kubeba ujauzito lazima utumie zile dawa. Lakini ukitumia virutubisho lishe vinatengeneza mwili wako naturally. Mwisho wa siku sasa wewe unaweza ukaconceive hata bila kutumia zile dawa, kwa sababu umesha sasa urudisha mwili wako kwenye normal state ya uzazi. Yes, kwa hilo ndo naweza nikakuasa. Keep praying, muombe Mungu kwa imani yako. Tunaamini ipo siku ataweza kujibu maombi yako. Hata Sara alikuwa mgumba, lakini mwisho wa siku katika hali yake ya uzee aliweza kufanyaje? Kubeba ujauzito na akajifungua. Kwa hiyo hampasi kukata tamaa kwa habari ya ugumba. Ni swala la muda na kuwa na uvumilivu. Kwa imani yako Mungu atatenda. Asanteni.